Lakini pia kuna competitive environment, kuna mazingira ya ushindani. Yule anafanya hivi, yule anafanya hivi, yule anafanya hivi. Na ni kama watu wanasubiri kuona wewe unafanya nini. Pia kuna kutokana na huo ushindani mkubwa huo, kuna lack of authenticity, hakuna ukweli katika jinsi watu wanavyoishi, katika jinsi watu wanavyopanga mambo. Kwa hiyo maana yake watu hawawezi kuamini sana, je, neno lako uliloniambia nilishike kweli na nitakuwa salama? Au utafanana na wengine ambao husema lakini hawatendi. Unasema utakuja, huji. Unasema utafika saa fulani, huji siku hii saa hiyo. Unasema utatekeleza kiwango hiki, unaenda nusu yake. Mimi nijuaje kwamba wewe ni tofauti na hao wengine? Hiyo lack of authenticity hiyo inatuharibia sasa wote. Na of course kuna changamoto naita hapa challenges in selection. Watu wanapotaka kuchagua wafanyakazi, watu wa kuajiri, au watu wa partner nao, kushirikiana nao katika shughuli fulani, au watu wa facilitate, wa kuwawezesha. Maana kuna uchaguzi, mambo ambayo unaweza kuyafanya sasa, ama ni ajira, ama partnership ya unaingia mtu fulani na ushirikiano na mtu fulani ufanye mambo yako, ama uwezeshaji, una jambo lako unataka watu wakuwezeshe ili ufanikiwe. Kuna hiyo selection inatumika sana. Lazima tukujue. Kwa hiyo kuna challenges kwenye hiyo selection. Na of course kuna too many voices. Kuna huyu anasema hivi, msomi huyu anasema hivi, graduate huyu anasema hivi, kijana yule anasema hivi. Kuna too many voices, very diverse. Dunia inahitaji watu ambao akisema, anasema sauti ya yule tunaielewa. Na ni sauti ya kuifuata, ni sauti ya kutegemea. Kwa hiyo ningelisema kuna haja ya sauti ambazo zinatokana na established sources. Zinatokana na watu ambao wakisema tunajua wamesema na tunaweza kuamini wanachosema na kuweka miguu yetu yote katika hicho.